Bana, mimi ni mwenyeji wa Kwimba. Kwimba iko wapi? Kwimba iko ndani ya Magu. Pita Magu kuna sehemu moja unapita Shibiri unaingia mpaka Shishiu, unaingia ndani Kwimba huko. Huko ndiko alikozaliwa baba yangu na huko ndiko kozaliwa mimi. Okay. Sawa. Na tuelezee sasa maisha ya kule kwa ufupi sana. Yaani hiyo background kama kule kusoma alafu mpaka kuja kuanza harakati zako za kutafuta maisha. Sababu uliniambia ulianza kwenye udereva kwanza. Mimi kule bwana, mzee wangu alibatika kunipeleka shule, lakini bahati mbaya shule siweza kumaliza. Okay. Niliishia darasa la 4. Katika michakato ya hapa na pale, ikabidi nikimbilie mjini hapa. Okay. Kuja kutafuta maisha. Sawa. Nilikutana na vijana wenzangu aina mbalimbali. Japo haikuwa rahisi. Unapoingia mjini, lazima kuna wenyeji wanaokukaribisha. Okay. Nakumbuka siku ya kwanza nimeingia tu hapa mjini, pale stand bwana, niliibiwa. Uliibiwa? Maana kuna vimbuzi vyangu kule niliviuza vingapi, nipate kidogo pesa kuja kunikimu hapa mjini wakati nafuta maisha. Okay. Lakini vibaka pale stand na wenyewe wakawa wameshanihesabia. Bana, nikawa nimepigwa, nikawa mtu wa kutangatanga hapa na pale, leo nalala stendi. Kesho hivyo naamka, lakini mwisho wa siku nilipata mtu kunishika mkono. Okay. Kaambia bana, mbona wewe ni mtu wa kusumbuka sana kila siku mara stendi hapo hivi? Kaambia bana, mimi nimetoka sehemu fulani kuja kutafuta maisha hapa. Okay. Na sina mwenyeji. Kaambia basi naomba mimi nikupe hifadhi, kwa sababu mimi kazi yangu kubwa ni kwenye daladala. Au huyo mtu alikuwa ni dereva. Okay. Kweli nikaa na ule bwana, nichukua asubuhi, tunaenda naye kwenye hizo kazi zake, ananiambia unaona watu wanapofanya kazi, nikaangalia nikasema ndio. Unaweza ukajifunza kitu kama hicho. Nikamwambia hiki ni kitu chepesi sana, maana mimi mwenyewe kuja kutafuta maisha siwezi kushindwa. Sawa. Basi akaniambia basi kesho amka twende ukafanye kazi. Okay. Tuliamka siku ya asubuhi, tumeenda, alikuwa jamani gari ya Kishiri Buhongwa. Okay. Siku ya kwanza tukaenda tukafanya kazi. Japokuwa nilikuwa mgeni, ila kidogo weledi ulikuwepo katika utendaji kazi, yeye mwenyewe alifurahi. Sawa. Na jinsi nilivyokuwa naongeza bidii, nilifikia jamaa kunifundisha kuendesha nini? Kuendesha gari. Sawa. Akaniambia sana kufundisha kuendesha gari. Hiyo lakini haikuwa kwa haraka. Haikuwa kwa haraka. Ilichukua muda sana. Okay. Maana nakumbuka mimi nimekuja hapa ilikuwa ni kama ni 2007. Sawa. 2007, 2008, 2009, 2010. Okay. 2011 kidogo idea ya gari kama imeshaanza kukaa sawa kichwani. Okay. Nifanya naye kazi hivyo, yule bwana akaniambia hicho kiasi chako unachokuwa unakikusanya bwana, nitakupeleka na kupatia nini? Leseni. Lakini leseni ni mpaka kuipata kuna mambo mengi sana utakuwa ufuatilie, na kutokana na wewe hujasoma inabidi tuwe na pesa ili wewe upate kupata leseni. Okay. Nikamwambia hiyo haina shida. Sawa. Kusanya kiasi changu cha pesa fisha kama 500,000. Nikamwambia bwana, pesa nilipata hii 500,000. Gharama ilikuwa ni 500,000. Gharama leseni wakati huo walikuwa wanachukulia ilikuwa ni 150,000. 150,000. Ilikuwa leseni ya kitabu. Kitabu. Kitabu acha sasa hivi zimekuja kwa hizi leseni zimebadilishiwa. Sawa. Basi yule bwana akaniambia umeshapata hii hela, cha kufanya sasa nenda kwanza ukapime macho. Nikapima macho, nikapewa kile cheti cha kupima macho. Nikaja nikapelekea yule bwana, akaniambia sasa kesho asubuhi twende pale polisi ukutane na Veko, uulize umri wako ili apate kujaza kwenye leseni yako, ili atatuahidi yeye mwenyewe siku gani utakokuja kuchukua nini hiyo leseni. Okay. Inatoka kwa Veko? Yeah. Sawa. Leseni inatoka kwa Veko. Sawa. Veko ni nani? Maana kuna watu labda hawajui. Veko ni askari. Ni askari wa ni askari wa vyombo vya usalama ni barabarani. Yaani vyombo vya magari, pikipiki, yaani chombo chochote cha moto. Sawa. Sasa ili upate leseni bila kupita kwa Veko ambaye anaweza kukutest kujua kama je wewe uko sawa, umeiva kuendesha kile chombo na leseni yako upewe daraja lipi. Sawa. Maana leseni zina madaraja. Sawa.
Basi kesho yake nikaenda kule bwana pale, akaenda akanitesti, akaona niko sawa. Akaniuliza umri wako, akamtajia, akaniambia basi ndani ya siku 3 uje uchukue leseni yako. Okay. Kweli ndani ya hizo siku 3 nikawa nimeenda pale kule bwana, kama nikabidhi leseni yangu, nikawa nimerudi nyumbani kule bwana. Lakini nilipokuwa nakaa na ule bwana akawa ananiambia sasa bwana umeshapata leseni. Na katika udereva unapoingia kwenye udereva na mambo mengi sana. Okay. Usiwe dereva wa juu tu. Utakuwa jitafute kabisa, mwili wako uweke sawa, maana barabarani kuna mambo mengi. Kujiweka sawa alimaanisha nini? Yaani kujiweka sawa mwili wangu. Kama ufanye mazoezi au ufanye? Hapana. Unapoingia masuala ya udereva kwanza mwili wako utakuwa uzindike. Uganga. Uganga. Maana barabarani hapo usiona umepishana na gari nyingine ukajua ni gari, kumbe sio gari la kawaida. Okay. Akaniambia utakuwa utafute mtu akuoshe mwili wako, akuzindike, pia akutengenezee ilithi ya kuwa unatembea nayo. Sawa. Na hata yeye alinionyesha. Nikasema kwa sababu hii ni kazi ambayo tayari nimeshainuia. Na elimu yangu ndio hivyo. Okay. Ili swala dogo tu. Sawa. Kumbe naye alikuwa na ilizi? Na yeye alikuwa nayo. Basi nikamwambia basi mimi kesho itabidi niondoke kwanza nirudi kijijini ili na mimi nikajipange kwa nyama swala. Ndio. Zeni nitakaporudi na imani mambo yatakuwa sawa. Sawa. Lakini akanambia kabla hujaenda mimi nataka nikuache na gari yangu maana mimi nasafiri. Sawa. Kwa sababu wewe sasa umeshakuwa dereva. Naamini utafanya kazi vizuri. Na leseni ushaipata? Na leseni ninayo wakati wao. Sawa. Basi yule bwana akaondoka. Kumbe yule bwana akaondoka bwana akapata gari nyingine. Unaona? Sawa. Ndio ilikuwa ni via za kunitelekezea tu ile gari yake na yeye ili tajiri yake asije kuona kwamba kile chombo amefanyeje ametelekeza. Sawa. Basi nimefanya kazi kwenye ile gari vizuri tu, sababu nikaa napeleka fanya kama miezi 6 bila tatizo lolote lile, bila namna yoyote ile. Lakini bwana kisemacho na watu kipo. Sione mtu akazungumza kitu ukakichukulia juu. Okay. Semacho kipo. Sawa. Siku moja bana nimeendesha gari mpaka majira saa 6 usiku. Okay. Nienda sheli pale Mlango Mmoja. Nikaenda kuweka mafuta. Sheli ya Mlango Mmoja. Na gari ilikuwa inalala hapo. Sawa. Ile katika kupaki gari sana naondoka narudi kuja nyumbani. Nimetembea nimefika maeneo Mabatini. Ile navuka daraja la Mabatini tu tap. Nikasikia naitwa. Unaitwa? Wewe Fladi, unaendesha gari uendeshi gari? Hapa siendeshi gari, gari nimeiacha. Okay. Nimesha paki. Unatembea kwa mguu umepanda gari nyingine? Natembea kwa mguu. Sawa. Naona. Maana mimi nilikuwa nimepanga maeneo ya ukitoka Mabatini kwa mbele hapo. Mashine hapo. Sawa. Sasa nikasema huyu ananiita usiku huu. Na huu mtaa mimi sio mwenyeji sana, mtoka usiku, mrudi usiku. Okay. Huyu ananifahamu nani? Lakini kugeuka nyuma simuona mtu. Kasema labda sikia vibaya. Okay. Acha niendelee safari zangu. Nimetembea kidogo nimelivuka daraja, nasikia tena ina maana wewe na kuitwa ski. Sema huyu ananiambia ananiita. Alafu mimi sisikii nani? Okay. Ilibidi nisimame. Kama dakika 2 hivi kusubiri ananiita, labda ataniita tena wakati nimegeukia kule sauti nakotoka ili umuone. Ili nimuone. Lakini sikuona kitu chochote kile. Okay. Basi niendelea na safari yangu kwenda nyumbani. Nikachukua maji, nikapeleka bafuni. Kaoga. Ile narudi ndani. Ndio nimefunga ile komeo la kwanza la juu. Naenda kufunga la pili nisikia mlango unagongwa. Sikutaka kusema karibu, ilibidi nifungue tu mlango kimya kimya. Okay. Maana nimeshasikia hodi. Sawa. Lakini nafungua mlango, sikumuona mtu. Na mlango umesikia umegongwa? Na mlango nimesikia umegongwa. Okay. Sababu bwana nigonga mlango, alafu nafungua simuoni. Shida nini? Okay. Nikanungunikia moyoni tu. Nikafunga mlango. Kaudi ndani.
Ndio nimekaa kitandani sasa. Maana nilikuwa nimepanga chumba kimoja. Nikaa pale kitandani. Nichukua mafuta nataka nipake, nikasikia tena mlango unagongwa. Mara ya pili. Kaulize bana, wewe umegonga mlango mara ya kwanza nimefungua. Lakini sikukuona. Sasa hivi tena unagonga mlango. Shida yako nini? Unajisemesha. Najisemesha ndani ya moyo au unasema kwa sauti? Nasema kwa sauti. Okay. Ndisikia tu sasa tunaniambia nimekuita sana. Mimi mgeni wako. Lakini cha ajabu barabarani nakuita unageuka unaniangalia afu unazidi kwenda tu. Na mimi sikufahamu sasa, na hata pale nilipokuwa naitwa sikumuona mtu. Ina maana kama ulikuwa unaniita ungeniambia. Na uligeuka? Na niligeuka, lakini sikumuona mtu. Sawa. Bana yule mtu akanambia bana, umekuwa na kiburi. Basi nitakuonyesha. Basi nikasema kwa sababu mimi ni mtoto nimetoka mbali kuja kutafuta huku. Huyu sio lolote. Sawa. Basi mimi nikapanda zangu kitandani, kalala. Nilala kwa kawaida, mimi gari yangu inakuwa inaanza saa 11:30. 1:30. Sawa. Fika saa 11:30 ile nikaamka. Nenda kwenye gari. Lakini mazingira ndio yakuta sio kwenye gari. Ni tofauti na jinsi gari ndivyokuwa niliacha. Uliyakutaje? Pale kwenye siti yangu huwa na tabia kwa na paki gari kwanza ile usiku huwa na kisha maana huwa na kiufagio pale, huwa nafagia vizuri pale ile michanga yote. Naona na huwa kuna maji ya kuongeza kwenye gari huwa nayaweka chini ya siti yangu pale. Lakini nilipofika yale maji niliyakuta kwa mlangoni nje. Ukitaka kukanyaga gari uingie? Yako nje. Okay. Sikutaka kuwa na hamaki sana. Maana pale ni parking ya gari nyingi zinakuja kupaki pale. Sawa. Kajaba kuna mtu kaongeza kwenye gari yake kule. Kaona labda na mimi kwa sababu nitakuja ikabidi aniwekee hapa, nitayakuta hapa. Sawa. Okay. Basi nikachukua funguo yangu, maana funguo ninayo nyumbani. Ule mlango wa gari. Fungue mlango. Kile kiti changu. Maana huwa nakisogeza mpaka mwisho. Nikuta kama vile kuna mtu alikuwa amekaa pale, lakini kiti kakisogeza mbele. Kimesogea mbele. Maana kwenye gari unatakiwa kiti ukiweke balance kulingana namna wewe jinsi ulivyo kwamba hapa nitaendesha gari niko katika balance hii hapa. Sawa. Nikajiuliza. Huyu alikuja kwenye gari hapa na akasogeza kiti ni nani? Na mimi wakati napaki kiti nilikiacha kiko sawa. Nilifika kama ndani ya dakika 3, lakini baadaye nikasema anyway, labda hata nilijisahau mimi mwenyewe tu. Ukajipa mawazo labda wewe ulikuwa na mambo mengi. Nilikuwa na mambo mengi. Okay. Basi naingiza mkono kuchukua maji kule chini ya siti, yale maji sikuyakuta. Hayapo. Okay. Sasa lakini singeweka maji hapa. Wengine wakasema kwa sababu na wale mausingizano yangu ndio kwa nao jana labda nijikuta nafanya vitu ambavyo ni sivyo. Sawa. Basi kuna maji mengine mtu kaniwekea hapa sio mbaya. Sawa. Nikachukua nikafungua upande wa pili ule mlango wa mbele ule wa abiria. Nikafika nikafungua mlango. Nikafungua ile bonnet ya kwenye engine pale. Nikafungua mfuniko wa radiator nikamimina maji. Nikafunika. Basi nikatoa gari. Nikawaelekea maeneo ya Sara kumfuata kondakta wangu. Alikuwa anakaa kule. Okay. Ile kondakta tukaanza kuchukua abiria kuelekea Igoma. Fika mpaka Igoma pale. Kushusha wale abiria wengine, kuuza gari, tukaanza kuchukua abiria kutoka Igoma kuelekea Nyegezi. Pale Igoma stendi tulipata abiria mmoja. Igoma stand. Igoma stendi. Okay. Tumekaa pale kama dakika 5 watu hawaonekani. Yule abiria akasema bana mimi nachelewa. Inabidi nishuke. Nichukue pikipiki niwahi. Sababu ilikuwa ni bado kagiza, nikamwambia kondakta wewe chana naye sisi tuendelee kuchukua abiria wengine. Okay. Tuliganda sana pale lakini sikupata watu. Okay. Ikabidi nianze kuondoa gari taratibu maana gap ilikuwa la Kongo peke yangu. Maana nilikuwa natembea kwa magep. Ukiona gari nyingine imekuja unafanyeje? Unatoa. Sawa. Endesha gari mpaka kufika maeneo ya Kijereshi.